tukaribishe wageni wetu ambao wako studioni, wamekuwa wakifuatilia kwa jicho la karibu matukio ambayo yanaendelea. George Msamali ni mtaalamu wa masuala ya usalama. Karibu sana. Asante. Umeridhika na yale ambayo unayaona kufikia sasa? Kama afisa ambaye amekuwa katika kitengo cha usalama kwa miaka. Zubeda, hali sio hali. Manake huu ni mchujo tu, na tayari tumeona kwamba kuna utovu wa usalama kila sehemu, kila pembe ya taifa hili. Na wakati wetu tukihudumu, kile kikosi maalum cha GSU hakikuwa kinapelekwa kila mahali. Lakini hivi sasa ukienda kule Eldoret tumewapeleka, ukienda Migori wako kule. Ni kumaanisha kwamba wakati tutaenda uchaguzi rasmi, kutakuwa kuna matatizo makubwa zaidi ya kiusalama kuliko yalivyo hivi sasa. Kumbuka hili ni swala la ndani kwa ndani, ndani ya vyama. Na je, wakati sasa tutakuwa tumemaliza masuala ya vyama, tuangazie sasa lile kombe kubwa pale, inakuwa kwamba kuna kikundi hiki na kikundi kile upande ule mwingine, mambo yatakuwa vipi? Naam, tuje kwa wakili Duncan Okatch. Jana tulikuwa tukiangazia matukio na utovu wa nidhamu katika vyama vya siasa, lakini kwanza kabisa nianze kwa kuuliza kama mwanasheria kuhusiana na shughuli ambayo inaendelea sasa, ikiwa ni saa 12:30, ni sawa kwa mujibu wa sheria? Zubeida, sheria haijasema ya kwamba uchaguzi wa ndani kwa ndani unafaa kuanza saa fulani na kuisha saa fulani. Lakini sheria inasema lazima iwe huru na haki. Kwa hivyo kama kufanya uchaguzi huo usiku utaweza kuonekana kama ni wa huru na haki, sawa. Lakini kwangu mimi sioni ya kwamba ukiweza kuendelea na shughuli ya uchaguzi wenyewe, wacha kuhesabu kura baada ya saa 12, nadhani hapo kutakuwa na njia mwafaka ya watu kuweza kufanya yenye tunaita uwizi wa kura. Na ndio maana unaona katika general elections tunasema ya kwamba kura inaanza kupigwa saa 12, by saa 12 June inafaa kuwa inafungwa, unless kuwe na watu ambao wako kwenye foleni na wako ndani, na ni hao tu ndio watapiga, alafu shughuli ya kuanza kuhesabu kura inaanza. Nirudi kwako bado kama afisa ambaye amehusika pakubwa katika mambo kama haya, umekuwa katika vituo mara kadhaa. Unaona kuna hatari yoyote kuandaa shughuli ya mchujo kufikia wakati ambapo sasa bado kuna vituo ambavyo vinapiga kura? Kuna kitu cha kuibua wasiwasi? Kuna kitu cha kuibua wasiwasi, Zubeda. Manake kama wakili alivyosema, si kawaida kura kupigwa zaidi ya saa 12. Manake tayari giza kimeanza kuingia na chochote chaweza kutokea wakati huo. Na hasa nikiangazia huu mchujo ambao tunashuhudia ni kwamba kuna vikundi ambavyo viko pale kuzusha rapsha, na hatuwezi jua ni hasa ni nini. Manake unapata kwamba sasa hali ya kisiasa katika taifa hili imekuwa ni ya kufa kupona, na kila mgombeaji anasema ni lazima niwe mimi katika tikiti ya chama hiki. Na ikiwa hali itakuwa ni hivyo na tunaingia katika giza sasa, ni wazi ya kwamba kuna vikundi ambavyo vikiona kwamba kura zinaendelea kuwashinda wao, vitazusha rapsha, na hii itakuwa ni changamoto kwa maafisa wa usalama. Na nafikiri ni vema hivi vyama viketi chini na vikuje mara moja viamue kwamba wakati wa kupiga kura ukisha malizika, ni wale tu walio ndani ya kituo ambao wanafaa kuwa katika eneo hilo, na watu wengine wote wafaa watawanyike, waende waongoje kusikiza matokeo wakiwa manyumbani mwao. Lakini hali ilivyo hivi sasa, unapata kwamba hivi vikundi bado vinabakia katika hiyo sehemu za kupiga kura, na matokeo yatakapotokea, hebu angalia vile yale mambo yametokea kule Migori. Angalia yale mambo yametokea kule Homa Bay. Haya ni mambo ambayo yafaa yazuiwe, na nafikiri vikosi vya usalama havikudhania ya kwamba michujo itaenda kuwa na changamoto kubwa ya kiusalama kama ilivyo hivi sasa. Manake wao walikuwa na mpango ambao mimi nimeuona wa uchaguzi mkuu, lakini hawakuwa na mpango wa usalama kuhusiana na huu uteuzi ambao unaendelea hivi sasa. Kwa hivyo hatua ambazo zimechukuliwa ni zile hatua za haraka na si hatua mwafaka. Ni hatua ambazo hazikuangaliwa chini, zikapangwa vikamilifu na ikajulikana kwamba hatua tutakazochukua za kiusalama ni hizi. Kwa hivyo unapata kwamba kuna hizi changamoto kila mahali. Unapata ni maafisa wa polisi wanaingia kila wakati Kajiado kupiga risasi, na si kawaida maafisa wa polisi kupiga mtu risasi kama tulivyoshuhudia kule Homa Bay. Ni kumaanisha kwamba hawakuwa tayari na hawakuwa na vifaa kamilifu vya kukabiliana na hilo tatizo pindi tu lilipotokea. Na wakili, tulikuwa tunadadisi swala hili hapo jana, kwa sababu wengi wanatuhumu vyama vya siasa kwa matayarisho duni ambayo yamesababisha hayo yote. Tunakumbuka ni jana tu ambapo mahakama ilisema kwamba shughuli hii vyama vya siasa vina hiari ya kuendelea hadi tarehe mosi. Iwapo uamuzi huo wa mahakama haukutolewa, tungekuwa tukishuhudia hali kama gani? Kwa sababu unapoangalia leo waliahirisha mchujo wa Nairobi, wale wana ODM. Tunaona pale mchujo wa Homa Bay na Migori umefutiliwa mbali. Hali ingekuwaje? Zubeida, kwa kweli tulisema ya kwamba vyama hivi vyote havikuwa tayari kabisa kwa shughuli hii ya mchujo, na ukiangalia kwa kina, kama koti haingeweza kuongeza siku 5,
utapata ya kwamba mimi ninaona ya kwamba vyama vingeweza kupeleka majina tu kwa IEBC na kwa hivyo ungepata ya kwamba kungekuwa manunguniko mengi kwa vyama, kungekuwa na hii shughuli ya tribunal katika vyama, na ungepata ya kwamba watu wengi wangeenda hata koti kujaribu kubatiliza mambo kama hayo ambayo vyama itakuwa inafanya, na kwa hakika ungepata hata vuruma ikitokea pale kwa jengo la IEBC, kwani utapata watu wengine wataenda kuzuia wanachama wao ama wenye wakuu wa vyama kupeleka majina haya kwa IEBC. Na hata vile koti imeongeza siku 5. Zubeida, kwa hakika hakuna kitu tutaona tofauti. Yale nimesema ndio yatafanyika siku ya Jumapili na siku ya Jumatatu na hata siku ya Jumanne. Kutakuwa na vuruma. Na kwa hivyo kwa kuangalia Msamali ambaye umekuwa ukifuatilia matukio haya, unaona kwa kuzingatia yale yote ambayo tumeona tangu shughuli ya mchujo kwanza wa Kenya, taifa liko tayari kwa uchaguzi mkuu ambao uko katika siku 100 hivi takriban ambazo zimesalia? Zubeda, kwangu mimi, kwa mtazamo wangu, hatuko tayari, hasa tukizingatia usalama wa taifa, hali ilivyo hivi sasa. Manake tunaangalia tu hizi rapsha ambazo tunatokea kwa uteuzi ambao unaendelea hivi sasa. Tukiangalia kule Keio, watu 6 waliuawa hapo jana usiku wa kuamkia juzi. Ukiendelea kule Laikipia, mambo hali bado si salama, na pia unapata kwamba tumepatia kipaumbele masuala ya kisiasa pakubwa sana katika taifa hili, tusipozingatia masuala ya kiusalama. Manake kila wakati tunaenda mahakamani, manake unapata pia mahakama ina mchezo wao ambao unacheza. Tumesema Jumatano ni siku ya mwisho ya kufanya uteuzi, mahakama imeongeza siku. Kwa hivyo hizi ni changamoto zaidi kwa maafisa wa usalama. Tunakuja tunapata pia hawa wabunge wenyewe wanaenda bungeni, tukasema ya kwamba mtu akishindwa mchujo katika chama chake, basi masuala yake ya kisiasa yameishia pale. Tukabadilisha sheria na kusema ya kwamba unaweza ingia kama msimamizi, mtu huru kuweza kugombea mchujo huu, na utapata kuna maeneo ambayo kuna watu ambao kawaida tunajua ni watu ambao wakuzusha rapsha. Na ikiwa tutawapa wanasiasa huu mwanya, basi itakuwa ni vigumu kwa vitengo vya usalama kuweza kutoa mpango mkamilifu kuhakikisha kwamba uchaguzi utakuwa huru na haki, na watahakikisha usalama wa taifa. Kwa hivyo sioni ya kwamba tuko tayari, maanake hizi changamoto ambazo tunazishuhudia hizi sasa ni wazi ya kwamba vitengo vya usalama bado haviko tayari kuweza kuhakikisha kwamba tutakuwa kuna uchaguzi wa usalama. Na bado tukiwa katika hili swala ambalo Msamali ameliibua, ametajia wale walinda usalama na athari ambazo huenda wakazipata kutokana na hali ambayo tunashuhudia. Ni kurejesha kwa lile swala kuhusiana na IEBC, kwa sababu nadhani wanapoandaa shughuli ya mchujo, uchapishaji wa makaratasi ya kupigia kura, wana idadi fulani ya wagombezi ambao wanawalenga. Endapo sasa kila mmoja ataruhusiwa kuingia kinyang'anyironi, kutakuwa na athari gani? Athari ambayo tutaweza kuona, Zubeida, ni ya kwamba tutakuwa na vijikaratasi vingi vya kupigia kura. Utapata ya kwamba mtu mmoja atatumia muda mwingi sana kuweza kukamilisha shughuli yake ya kupiga kura. Kwa hivyo ukifuatilia ya kwamba tunasema ya kwamba kura inafaa kuanza kupigwa saa 12 na kufungwa milango kufungwa saa 12 jioni, utapata ya kwamba haitawezekana. Kwa hivyo utapata wagombezi kama 20 kwa karatasi moja, na hiyo ni kiti moja. Unaona, tumekuwa kama Wakenya tunasema ya kwamba hata kupigia watu 6 viti 6 wakati mmoja kuna shida, kwani utaweza kupata ya kwamba ukiangalia uchaguzi uliopita watu walikuwa wanatumia muda mwingi, na ukiangalia wakati huu watu ambao wamejitoza katika ulingo wa kisiasa ni wengi zaidi. Unapata ya kwamba county reps unapata watu karibu 40. Kwa hivyo ndio uchague kati ya watu 40, na makaratasi yale yako pale ni 40 na mapicha yale yako pale ni 40. Kwa hivyo utapata kijikaratasi cha kupigia kura ni kubwa, linakaa kama gazeti. Kwa hivyo itaweza kuweza kuaffect muda ambao mtu atatumia kupiga kura, na itaweza kuaffect uhalali wa kura hiyo, kwani utapata watu wataanza kusema jioni kuna vijikaratasi vimeingizwa, kwani watu wanapiga kura usiku, ama watu wanapiga kura hadi saa 10 na unapata watu wanapiga kura hadi saa 1, saa 2, saa 3 usiku, ambayo utapata ya kwamba sheria hata haitaruhusu watu wapige kura. Na hivyo hali itathibitiwa vipi? Kwa sababu tayari umeona wengi
wengi, mfano Otuoma kutokana na kile kinyang'anyiro cha Busia tayari amepewa tiketi kwamba anaweza kujitosa kinyang'anyiro kama mgombea huru, kwa sababu tunatarajia kwamba wengi watajitokeza kuwania tiketi mbalimbali wakiwa wagombea huru. Kwa hivyo hali inaweza kudhibitiwa vipi, kwa sababu kitumbua tayari kinaonekana kimeingia mchanga? Zubeda, tayari hayo ni maji ambayo yamepita chini ya daraja. Manake sheria zimebatilishwa na zinaruhusu hali ilivyo hivi sasa, na hizi zinatoa changamoto sasa kwa vitengo vya usalama. Tayari funzo tumelipata, tumeona ya kwamba michujo imekuwa ni hatari, na wale tu wanasiasa ambao walikuwa wanalumbana katika mchujo tutawaona pia katika debe la mwisho. Manake sasa mtu ataingia kama mgombeaji huru. Tumemwona Otuoma tayari, na mimi si mwanasayansi wa kisiasa, lakini nafikiri hali kama hiyo tutaishuhudia hapa Nairobi, na iona hali kama hiyo kule Eldoret na hali kadhalika Kiambu. Ni kumaanisha kwamba vile vikundi ambavyo vinazozana hivi sasa bado vitakwako. Kwa hivyo hii ni changamoto kwa vitengo vya usalama, na wasiwasi wangu mkubwa Zubeda ni kwamba kidogo vitengo vya usalama vinaonekana haviko huru. Manake jinsi vinavyokabiliana na hii michafuko katika sehemu ambazo tumeshuhudia ni tofauti sana. Kule Homa Bay tumeona risasi imetumika, Kajiado risasi hazikutumika. Ni kana kwamba wao wameegemea upande fulani wa kisiasa, na wanafanya ile tunaita selective action, on take selective action. Ya kwamba hapa tunaonekana huu upande ni upande wa Jubilee, na Jubilee ndio serikali hivi sasa. Tukichukua hatua hizi za kiusalama kidogo inaweza kutuletea matatizo, na hii ni kutokana na kule kubadilishwa sheria na kumweka Inspector Generali wa polisi chini ya mamlaka ya rais. Na hili ni jambo ambalo tulikuwa tumetoka katika ile katiba ya kitambo, tukaweka katiba mpya na tukasema Inspector Generali lazima awe huru ili aweze kutekeleza wajibu wake kama msimamizi ya hali ya usalama katika taifa. Na tukiendelea katika uchaguzi ujao, hali ikiwa ilivyo hivi sasa, niko na hakika ya kwamba mambo hayatakuwa mazuri. Manake kutoka kuna ile ni vuta ni kuvute, na hatua ambazo zitachukuliwa na maafisa wa polisi kuzima hizo gasi ambazo zitazipuka italete hali ingine zaidi mbaya zaidi ya kiusalama katika taifa hili. Kwa hivyo ili kudhibiti hili tatizo ni kwamba lazima tukubali kama taifa kuna tatizo, na tuwaite hawa wagombaji hivi vyama vyote waketi chini waweze kutathmini ni lipi ambalo linaweza fanywa kuhakikisha kwamba wafuasi wao hawezi zusha rapsha wakati wa uchaguzi mkuu kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Na ambalo linanishangaza ni kwamba ni kwa nini wakati huu hali ya kisiasa imeleta tumbo joto? Ni kwa nini tuko na wanasiasa wengi? Nafikiri siasa zimekuwa na pesa nyingi sana kiasi ya kwamba kila mtu sasa anataka kuwa mwanasiasa, na hilo ndio tatizo ambalo tuko nalo kama taifa, na hilo ni tatizo ambalo linachangia utovu wa usalama katika taifa hili. Na katika swala hili bado ni kurejesha nyuma katika video ambayo tulicheza ya Andrew Musangi ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya uchaguzi ya Jubilee. Mapema leo alikuwa na mkutano na wanahabari na kutangaza kwamba ni haki ya kila mmoja, mradi tu unataka kupiga kura katika Jubilee, unaweza kupiga kura mradi tu na kitambulisho. Kauli yako kuhusu maoni aliyoyatoa? Zubeida, hiyo ni kupotoza watu, kwani tunaangalia sheria na tunafanya yale ambayo sheria inasema. Na nikiangalia mkuu wa IEBC aliweza kuweza kutuambia ya kwamba, na kuambia hawa wenye vyama ya kwamba lazima watumie ile sajili yao ya chama, wasitumie hata ile sajili ya IEBC ya watu ambao wamesajiliwa kuweza kupiga kura, kwani walikuwa wameanza kutumia sajili hiyo. Na hiyo ni kuambatana na sheria, na sheria inasema ya kwamba shughuli hii ni mchujo ya vyama, kwani vyama inaandaa mchujo wake, na ni wanachama wa vyama hivyo peke yake ambao wanaruhusiwa kuweza kupiga kura na kuweza kuchagua watu. Kwani ukipata ya kwamba mtu mwenye si mwanachama wa hiyo chama akiruhusiwa kupiga kura ati kwa sababu ako na kitambulisho, utapata ya kwamba wanaweza fanya hivyo, haina shida. Lakini mwaniaji yoyote anaweza enda katika mahakama kuu ama ataenda katika Political Parties Tribunal, na ninakuhakikishia Zubeida, mchujo huo utaweza kuwa nullified na watarudishwa kwa debe. Lakini ukiangalia katika chaguzi ambazo zimeandaliwa, unaona kwamba baadhi yao wanasema kwamba wanatumia sajili ya IEBC, kwa sababu inaonekana kana kwamba vyama vingi havina sajili, au sajili hizo za vyama zina tatizo. Kwa hivyo ni kusemaje kuhusu shughuli hii ya mchujo ambayo imeandaliwa? Kwangu mimi naweza nikakwambia ya kwamba Zubeida, hawa watu hawakuwa tayari na mchujo huu wote. Ukifuatilia sheria vile inafaa kuwa, utapata ya kwamba yote inafaa kutupiliwa mbali. Hakuna chama chochote kilichotumia sajili yake
peke yake. Unapata ya kwamba jambo ambalo Mr. Musangi amesema ndio inaendelea across the board. Unapata ya kwamba wanasema wanasajili yao. Kuna pale hata wanasajili hiyo sajili yao, lakini unapata ya kwamba wakati watu wanakuja na katika ile harakati ya mvuta ni kuvute na watu wa haraka yao ya kupiga kura, wanasema ya kwamba kama una kitambulisho wewe ingia na upige kura, na hata vile anasema ati unaweza kuongezwa katika hiyo sajili wakati ambapo unapiga kura, ni kinyume cha sheria. Kuna wakati ambapo walifaa kuwa wamesha sajili hawa watu, na kwa hivyo wale watu ambao wanaenda kupiga kura wanajulikana. Ndiposa unapata ya kwamba Raphael Tuju alisema ya kwamba walikuwa wanajua idadi ya wanachama wao katika eneo fulani ni hili. Kwa hivyo hata wakichapisha yale makaratasi wanajua ni haya. Kwa hivyo mtu akiweza kutumia njia tofauti, IEBC yenyewe inaweza ikakataa, na mtu yote akienda katika koti itafanya yenye tunaita nullification, na utapata ya kwamba mchanganuzi mwenzangu atasema tena koti inachezea watu, lakini ni sheria vile ilivyo. Na kwa sekunde chache ukichangia, kwa sababu watazamaji pia tulikuwa tumewauliza kwa kuzingatia matukio ya uchaguzi wa mchujo, je, unadhani IEBC ina nafasi bora ya kuandaa uchaguzi wa haki? Asilimia 48 wamesema ndio, asilimia 42 wamesema la, na asilimia 10 wanasema huenda hakutakuwa na tofauti yoyote. Zubeda, kuchangia tu hilo swala la kutumika vitambulisho kama njia ya kuwezesha watu kupiga kura, ni kama nilivyosema hapo awali, hii ni mbinu tu ya kubadilisha sheria ili kuwafurahisha watu fulani katika hivi vyama, na haizingatii mujibu wa sheria hali ilivyo. Na ndio nasema hii ndio hatari ambayo tulioko nayo hivi sasa, na ndio hatari ambayo tumeiona mara kwa mara kila wakati tunabadilisha sheria. Tunasema ya kwamba lasa ukianguka mchujo unaweza kuingia kama msimamizi, kama mgombeaji huru. Hili ni tatizo, manake tutajuaje kwamba Msamali kwa mfano ni mfuasi wa Jubilee na niruhusiwe kupiga kura? Utajuaje Msamali ni mfuasi wa ODM na umruhusu kupiga kura? Na hili ni swala ambalo wakili amesema hapa, mtu akienda mahakamani huo uteuzi utabatilishwa, na tutakuwa katika ile hali ambayo sasa ya wasiwasi, tutajua vipi tunaendelea, vipi kwenda mbele na vipi tunarudi nyuma. Kwa hivyo inaweza kuwa pia Zubeda ni adui wa Msamali na nikuje nipige kura. Nipige kura ni lazima. Ama nilete watu wapige kura. Hivyo kuna mtu ana alama ya kila mtu ana alama ya chama. Asanteni sana kwa muda wenu. Muda ndio huo umekwisha, lakini tutakuwa tukiendelea na mjadala huu kwa sababu sasa mchujo ndio huo bado unaendelea. Hatujui iwapo chama cha Jubilee nacho pia kitaahirisha mchujo wa kesho, lakini tunatarajia wataandaa mchujo hapo kesho, hasa katika kaunti ya Nairobi. Asanteni sana kwa muda wenu. Asante pia mtazamaji kwa kutuazima sikio tangu tulipoanza kipindi hiki. Tuwie radhi wapo watujasoma kauli zako, lakini tutakuwa tukisoma zaidi hapo kesho tukiendelea na mjadala huu kuhusiana na mchujo ambao unaendelea. Na muona Ali Manzu yuko studioni kwa taarifa za KTN leo akiwa na wanahabari ambao wamekita kambi katika sehemu mbalimbali za nchi, watuarifu kuhusiana na matukio ya kura ambayo imepigwa hii leo. Tumeelekezwa na Joan kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha matangazo haya, wanahabari wenzangu, mtayarishi wa kipindi mwenzangu Faith, wapiga picha, wanasa sauti, mafundi wa mitambo, kila mmoja nasema shukrani za dhati. Tukutane kesho Mungu akitujalia. Jina langu ni Zubeida Kome. Kwa heri kwa sasa.